Bismillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Leo tunachunguza mwanzo wa suratul Baqara, sura kubwa zaidi ya Qur'an, lakini leo tutazingatia aya zake za mwanzo kama ramani ya roho ya binadamu. Qur'an haianzi kwa sheria au hukumu tu, inaanza kuzungumzia hali ya mioyo ya binadamu. Sehemu ya kwanza, waumini, aya ya kwanza hadi ya 5. Nuru inaanza hapa. Aya 5 za mwanzo zinazungumzia waumini. Qur'an inaanza na mwanga, si giza. Hii ni kanuni ya malezi ya Qur'an. Kwanza jenga mfano wa mafanikio, kisha onya kuhusu makosa. Waumini wanatajwa kwa sifa zao, sio majina yao. Hii ni muhimu sana. Qur'an haikuja kutuambia hadithi za waliopitwa na wakati, bali mafano ya milele. Sifa hizi ni: kwanza, kuamini ghaibu. Inamaanisha moyo unakubali ukweli hata kama hauoni kwa macho. Pili, kusimamisha swala. Ndani yake kuna nidhamu, moyo haujajikubali kupotea. Tatu, kutoa katika riziki. Moyo haujafungwa na tamaa, bali huruma na uwajibikaji. 4, kuamini wahi yote. Huu ni moyo wa uwazi na kutegemea Allah. Ya 5, yaqini ya akhira. Ana maono ya mwisho. Maamuzi yake hayategemei maisha ya sasa pekee. Methali ya Kiswahili, akili ya kale ni taa ya kesho. Hapa Qur'an inatufundisha kuwa imani na vitendo sahihi ni taa inayotuongoza. Aya hizi hutufundisha hawa ndio walio juu ya uongofu, hawa ndio waliofanikiwa. Sio neno la kuahidi tu, bali ni hali iliyo wazi. Sehemu ya pili, makafiri, aya ya 6 na 7, giza la wazi. Baada ya nuru, Qur'an inazungumzia giza la wazi, lakini kwa aya 2 tu. Kwa nini chache? Kwa sababu hali yao iko wazi. Makafiri hawa ni wale waliokataa ukweli kwa kiburi, si kwa ujinga. Qur'an inasema ni sawa uwaonye au usiwaonye, hawataamini. Hii ni saikolojia ya mtu aliyefunga mlango wa ndani. Hakuna ushahidi unaowabadilisha. Kila onyo limepita bila kuleta mabadiliko. Methali ya Kiswahili, maji ukimwaga kwa mwamba hayabonyei. Hii inafanana na hali ya makafiri. Onyo la wazi hawalioni maana yake. Kisha Qur'an inapanua maelezo kwa wanafiki, watu wa hatari kubwa kuliko makafiri. Kwa nini? Kwa sababu wanafiki ni adui wa ndani. Wanajifanya kuwa waumini, lakini mioyo yao ni giza. Wanachanganya haki na batili, wanajidanganya na kudanganya wengine. Hali ya kibinafsi huathiri jamii yote. Qur'an inafananisha wanafiki na mtu aliyechoma moto, mwanga ukawa umekwisha. Kiburi cha ndani kinaweza kuharibu nafsi, hata mtu akijiona amefika. Mamba aliyejificha katika mto huumiza bila onyo. Hapa Qur'an inatufundisha hatari wa adui wa ndani ni kubwa zaidi kuliko adui wa nje. Sasa tuelekeze macho yetu kwenye aya nyingine muhimu. Al-Maida sura ya 5 aya ya 82. Utawakuta walio karibu zaidi kwa mapenzi kwa waumini ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hapa Qur'an inatufundisha kanuni kubwa ya utu na ukweli. Qur'an haifai kuangalia jina la dini, inapima hali ya moyo. Watu wa unyenyekevu bila kiburi wako karibu na haki, hata kama jina la dini linatofautiana. Methali inasema asiyekubali ushauri hutubu pale atakapoanguka. Hii inafanana na Wakristo walioadilifu. Moyo wao umesikia mwanga na unyenyekevu, hivyo wako karibu na waumini wa kweli. Mwanzo wa suratul Baqara sio historia tu, ni kioo cha nafsi yetu. Waumini mfano wa mafanikio,
makafiri giza wazi, wanafiki giza lililojificha ndani. Aya hizi zinatufundisha kuchagua nafasi yetu. Je, tupo kwenye nuru? Je, tupo wazi kwenye giza, au tupo ndani ya giza lililofichika? Methali ya Kiswahili, usiondoke njia ya mwanga ukikaa gizani. Masomo ya milele, ukweli hauzuiwi na jina la dini, unazuiwa na kiburi cha moyo. Uongo wa ndani ni hatari zaidi ya hatari ya nje. Imani sahihi ni mwanga wa milele, huongoza mtu bila kuanguka. Nafsi yenye nidhamu na unyenyekevu ni mfano kwa jamii yote. Aya hizi zinatufundisha kila somo la Qur'an linapima hali yetu ya ndani, si tu hali ya nje. Mti mzuri huota mizizi imara. Waumini ni kama mti mzuri, mizizi yao ni imani, matunda yao ni vitendo. Mwanzo wa Suratul Baqara sio historia tu ya kale, ni ramani ya nafsi, kioo cha moyo, mwongozo wa maisha. Tunapojisoma Qur'ani na tuuliza, mimi niko kwenye kundi gani? Niko kwenye nuru, giza wazi, au giza lililofichika? Hii ni changamoto ya moja kwa moja. Chagua mwanga. Kesho huanza leo.